Ni wakati wa kipekee, wakati wa kishujaa. Naye mwamba hapa, Mkubwa Kondo, kwa kifupi anajulikana kwa jina hilo. Yeye ndio mwenyeji wetu wa mkutano ambao unakwenda kufanyika katika jiji la Port Elizabeth. Kwanza wape salamu. Mimi bwana nawasalimia wote, nawasalimia Watanzania wote wanaoishi South Africa. Nawasalimia sana. Tupo hapa na bwana Kasomvi katika kuhamasisha watu kuja katika mkutano wetu utakaofanyika Port Elizabeth, mkutano wa TACOSA ambao umeandaliwa na TACOPE katika jiji la Port Elizabeth. Karibuni sana. Mpaka hivi sasa unaweza kutuambia ni asilimia ngapi ya maandalizi, kwa sababu tarehe 17 hiyo sio mbali? Sio mbali. Maandalizi yanaenda vizuri mpaka sasa hivi, ni asilimia 58 ya maandalizi. Ukumbi, kila kitu kimeshakuwa tayari na kila kitu, yani maandalizi yanaenda vizuri yani. Sawa. Ukituambia kuhusu changamoto za hapa na pale huko Port Elizabeth, hapa wengi wamekuwa wakizungumzia kuhusu vibali, wengi wamekuwa wakizungumzia kuhusu wagonjwa, mizigo inakuwa mizito kwa watu wachache wanaojitolea, lakini nyie mnahamasisha upendo na mshikamano. Hebu tuambie upande wako, changamoto zipi na nini unawaambia Watanzania? Changamoto zipo za kibinadamu. Naona bwana, mimi Watanzania na washauri, changamoto tupambane nazo tu, ni za kwetu. Kwa hiyo vijana, wazee, akina mama, akina dada pamoja na watoto wote ambao ni Watanzania wanatakiwa kupambana na changamoto tulizokuwa nazo. Tunatakiwa tuwe pamoja ili tupate kuzishinda changamoto zetu. Changamoto ni kawaida katika maisha yetu sisi. Sawa. Sasa je, wakae pembeni huko au wajiunge katika vikundi ili kusudi changamoto kama mimi wanasema changa moto, yani tunachanga ule moto, kuchangia moto ili tuzime moto, au tunamwacha mtu kila mtu akae kivyake? Hapana, kumwacha mtu kila mtu akae kivyake anakuwa kama mnabaguana. Unaona, katika maisha ya sasa hivi haya ya umoja, inatakiwa umoja. Sisi wa Tanzania tunatakiwa tuwe wamoja, tuwe na community ambayo ina nguvu kiasi ambacho hata kama unakuwa na shida itatuliwa na mtu mmoja siku zote. Shida huwa inatatuliwa na watu wengi. Sasa kama unakuwa na shida peke yako alafu uko peke yako, huwezi kuitatua. Zote lazima tuwe na umoja kama Watanzania ambao tunaishi hapa South Africa pamoja na miji mingine, ili kusudi tuwe pamoja, hata kama tukua na matatizo tuyatatue kwa pamoja. Kwa hiyo unamaanisha kwamba TACOPE inaalika TACOSA na vyama vinginevyo ambavyo ni vyama vishirikishi ndani ya TACOSA au ndani ya umoja wa Tanzania? Sisi kama TACOPE, mimi kama ni mwenyekiti wao wa TACOPE hapa South Africa na Port Elizabeth, na TACOPE tunawaalika TACOSA pamoja na Watanzania pamoja na vyama vyote vya Watanzania ambavyo viko hapa South Africa, viwe pamoja, tushirikiane, tuwe na mshikamano ili tupate kusaidiana tunapokuwa na matatizo, kwa sababu sisi hapa tupo mbali, hatupo Tanzania, tupo nchi ambayo ya watu. Lazima tuwe na umoja. Siku zote mimi na kauli mbiu yangu moja kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo lazima sisi wa Tanzania tuwe wamoja. Jamani, tuwe wamoja. Wengi wanakuja kuibuka wanapokuwa wameugua, wanapopata matatizo wanaanza kuuliza, bana nisaidieni, niko hapa hospitali au niko hapa sijui nimefanyiwa hiki. Hili jambo viongozi wanasisitiza wajiunge katika vikundi vinavyowazunguka, wakae pamoja ili kusudi changamoto zinapokuja tunachangia kuzitatua hizo changamoto. Si ndio maana yake? Ndio maana yake. Lazima changamoto tuzitatue kwa pamoja. Mtu mmoja peke yake siku zote bwana, kidole kimoja hakivunji chao, na mkono mmoja haupigi makofi. Lazima una mikono miwili. Sasa wewe ukitaka kupiga makofi kwa mkono mmoja utakuwa unachekesha. Kwa hiyo lazima upige makofi kwa mikono miwili. Sawa. Sasa kuna hili swala la huo mkutano. Umesema utakuwa ni tarehe ngapi na tarehe ngapi, labda na nini kinatarajiwa katika hayo? Mkutano utakuwa tarehe 17. Mkutano wa TACOSA utakuwa tarehe 17 na mgeni mwaliko atakuwa bwana Balozi James Mbwana, balozi wa Tanzania ndani ya South Africa. Alafu mkutano mwingine mkubwa utakuwa Jumapili tarehe 18, ambapo utakuwa na mkutano wa viongozi wa TACOSA pamoja na wananchi wote ambao wanaishi Port Elizabeth, na mgeni rasmi atakuwa huyo bwana James Mbwana, balozi wa Tanzania ndani ya South Africa pamoja na Botswana na Falme za Lesotho, atakuwa mgeni wa heshima. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania wote, wawe na chama usiwe na chama. Huu ni mkutano wa Watanzania wote utakaofanyika Port Elizabeth siku ya tarehe 18 Jumapili katika ukumbi wa St. George's
Park ndani ya Central. Kwa wote wanaoishi Port Elizabeth wanaojua uwanja ni maarufu sana, ni uwanja mkubwa wa cricket hapa South Africa, nadhani na dunia nzima. Kwa hiyo itakuwa ni mkutano wa historia. Watu wa Port Elizabeth tunaenda kutengeneza historia moja nzito sana. Kila mtu anatakiwa awepo, asikose. Anasema pale watu wote wanaalikwa, wenye chama na wasio na chama. Uje usikilize, uje uone nduguzo, uje uone jamii yako, nduguzo kutoka Tanzania wakiongozwa na Mheshimiwa Balozi Mheshimiwa James G. Bwana, ambaye atakuwa mgeni rasmi katika huo mkutano wa kwanza na mkutano wa pili wa Watanzania wote. Port Elizabeth kama wenyeji wao watakuwa wengi pale, lakini kwa wale wenye viunga vya jirani, tukizungumzia Cape Town, tukazungumzia Moso Bay, tukazungumzia Durban na miji mingineyo yote, Free State huko Kimberley, hata Northwest, hata hapa Gauteng, Pretoria, tukizungumzia kuhusu Mafikeng na kila sehemu, wote mnatakiwa kule Port Elizabeth bana. Yani inaitwa ni Tanzanian Summit kwa kila Mtanzania anatakiwa awepo Sawa. Tengeneze historia pamoja, tuwe na community ambayo ya kupendana, tukusanyike kwa pamoja ndani ya Port Elizabeth. Mimi nawakaribisha sana, na watu wa Port Elizabeth wanawakaribisha sana na wanawasubiria kwa hamu. Tutawapokea vizuri ndugu zetu, wala msiwe na mashaka. Kwa hiyo katika kupokewa vizuri kuna mambo fulani pale, labda mambo kuchinja hivi hivyo vitu lazima viwepo. Jamani, mkutano ni mkubwa. Najua sisi wa Tanzania tunapokuwa pamoja tunakarimiana, ni wakarimu sana. Hatuwezi tukatoka mikono mitupu.